Mambo vipi? Ipo story moja ya bwana mmoja ambaye alisafiri kwenda kijiji kinaitwa Mtwango. Mtwango iko Njombe huko ndani. Huyu bwana alikuwa ni dereva wa maroli, na moja kati ya vitu ambavyo alikutana navyo na ni vya kusikitisha na kuhuzunisha ni pamoja na yeye kuwa na kituo pale Mtwango. Madereva wengi wanafahamu, ama watu ambao ni wasafiri mara nyingi huwa wanakuwa na vituo sehemu mbalimbali. Wanaume wananielewa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vilimgharimu dereva huyu ilikuwa ni kuweka kituo hapo Mtwango, mkoani Njombe. Sasa tayari safari zake, siku moja bwana, safari yake ilianzia Dar es Salaam na alikuwa anaelekea Songea kupitia njia ya Njombe. Sehemu moja panaitwa Madaba, alikuwa anaelekea Madaba. Story yake inasema kwamba alipotoka Dar es Salaam alikuwa tayari anawasiliana na mwenyeji wake ambaye yuko hapo Mtwango, na katika safari ile moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa si vya kawaida kama ambavyo yeye alizoea kuwa anasafiri, ilikuwa ni yule mwanamke kumuuliza mara kwa mara, umefika wapi, umefika wapi, umefika wapi. Sasa huyu bwana wakati anaelekea na safari alifika sehemu moja panaitwa Makambako. Watu ambao wanasafiri njia ya nyanda za juu kusini wanafahamu vizuri sana Makambako. Makambako ndio njia panda ya kwenda mkoani Ruvuma kupitia Njombe. Sasa alipofika Makambako akamwambia, bwana mimi nimefika Makambako. Akaagiziwa vitu. Okay, so baada ya kufika Makambako akampigia simu yule mwenza wake na kumwambia, bwana mimi niko Makambako, kwa hiyo sasa inakuaje? Jamaa akaagiziwa pale, bwana chukua labda kitu fulani uje nacho nyumbani. Akabeba vitu kama kawaida na gari yake, akafika pale, akaingia, akapoa, kwa sababu ni sehemu ambayo yeye huwa anapita pale, anapoa na vitu kama hivyo bwana. Sasa lengo lake huwa ni kulala pale siku moja, siku ya pili yake anaondoka. Ukafika usiku, jamaa akapiga vitu vyake na nini, kala fresh nini. Sasa ngoma kama 9 hivi usiku anasikia mlango unagongwa. Mlango unagongwa. Anashtuka kwa hofu na mashaka, na mlango haugongwi kistaarabu. Fungua mlango. Jamaa analalamika, anaongea mpaka Kibena. Fungua. Kabidi ajifiche juu ya dari. Akapanda juu ya dari. Pupu, watu wamevunja mlango. Wameingia. Yuko wapi huyu? Yuko wapi? Wakaona huyu jamaa akapanda juu ya dari, wakamshusha. Jamaa vipi? Baba, na huyu mke wangu mimi nahudumia. Huyu mke wangu mimi ninahudumia, na tuna mtoto yuko boarding. Hapa ni nyumbani kwangu, wewe unaingiaje? Mtwango hiyo. Basi unaomba purukushani. Wadau wakamwambia, bwana sisi hatutaki samaha yako. Huo msamaha si hatutaki. Sisi tunachokitaka ni roho yako. Sisi tunataka kukuua, kwa sababu mke wa mtu ni sumu. Jamaa akachanganyikiwa, akili imemtoka. Mshike. Huyu tunaua. Jamaa ananoa panga hivi. Piu. Jamani, mimi pia huyu mimi namhudumia. Huyu mimi mke wangu. Huyu nini? Anatuambia hapana, wewe kwa mke unakuja hapa mara moja tunakuonaga. Mwenye mume ni huyu hapa, Baba Jose ndio mwenye mke, wana mtoto hao anaitwa Jose. Wewe nani? Purukushani, shika purukushani.
Jamaa akachomoka mbio, kimbiza, wakaenda kumkamata kwenye shamba la miti lilokuwa jirani na maeneo hayo. Watu wamefika kwenye shamba la miti lile, anatokea mjinga mmoja yuko na pikipiki, na yeye alikuwa anafukuzia hiyo. Kaangalia hivi, abe, huyu anatembea na mke wa mtu, abe. Huko Dar es Salaam nasikia wauaji, kuna vitu wao wanafanya. Jamaa anazidi kuchanganyikiwa. Watu wanataka kumchoma moto, kumuua, lakini pia kwa sababu yuko mtwango wakataka na kumtwanga. Inatisha mzee, inatisha. Akatokea mzee mmoja, mzee akafika pale, jamani vijana, mkatoka pembeni kidogo, imekuaje hapa? Akaambiwa, bwana, huyu ni mkazi wa Dar es Salaam, hapa huwa anakujaga kila baada ya miezi miwili au mwezi mmoja, anapita mara moja, analala na mke wa huyu, anaondoka. Sasa leo kafumaniwa, inabidi auawe. Ni usiku hiyo, watu wamegonga hodi usiku, cholopoka kizani, mzee ndo kafika, maana ni karibu na eneo lake. Sasa basi huyu asidhuliwe, aachwe. Mzee akafanya kuyafanya pale, wale mabwana wakazima wote, akamchukua yule bwana, akamuokoa, akamuingiza ndani kwake. Bwana, utapumzika hapa, asubuhi utaendelea na safari yako. Jamaa akaingia alale kwa mzee ambaye anahisi amemsaidia, na mzee kweli lengo lake lilikuwa ni kumsaidia. Sasa mzee kamuhifadhi ndani, wale watu kule kawazimisha kimazingara. Yule jamaa kaingia ndani na hofu na mashaka. Mzee akamwambia, bwana, mke wa mtu ni sumu, mke wa mtu sio vizuri, usifanye hivi kijana wangu, unakosea, hiki sio kitu kizuri, hiki ni. Akamsii mpaka kucha. Yule bwana akakimbia, panda pikipiki mpaka Njombe, akatuma watu wachukue pikipiki, wachukue gari lake, wamfuate Njombe, ndio safari iendelee. Sasa baada ya hilo tukio, yule jamaa alikuwa akipita pale Mtwango, haingii tena kwa yule mwanamke, anaingia ndani kidogo kwa mzee. Umeelewa? Anaingia kwa mzee, anampa salamu na nini, anamletea vitu, anaondoka. Kumbe huyu mpuuzi hajakoma. Mzee ana mke mtu mzima na ana binti wa miaka 19 nyumbani kwake. Jamaa akawa anamsalandia yule binti. Kumbe akileta mizigo pale anakuwa na vizawadi vingine vya binti, anampa kiaina, anaondoka. Kuna siku akambeba yule binti akaenda naye Njombe mjini. Alipofika Njombe mjini, sasa hapo ndo shughuli ilipoanza kumkuta. Kesho nitaendelea na hii story. Tuipe jina gani hii story? I don't know. Lakini kesho tutaendelea. Naitwa Timo and this is More Talk. Wagwan.